Bara kabisa msikilizaji, tunakuletea mechi baina ya Arsenali wakiwa nyumbani wakiongozwa na mkufunzi Mikel Arteta pamoja na wakivasa dhidi ya timu ya Chelsea ambao wanaongozwa na mkufunzi Enzo Maresca hapa katika uwanja wa Fly Emirates, ukipenda kiwanja cha Arsenali. Wamejipanga vipi? Wacha tuangalie. Mwenzangu Kevin Orenge akupe kikosi cha Arsenali wamesimama vipi, maana yake Arsenali wako nyumbani. Orenge, tupe kikosi cha Arsenali. Na mwenzangu Abid Sambolomo, leo siku nyingine tumeweza kupatana mahali hapa kutangazia mechi baina ya Arsenal na Chelsea. Ningeweza nikupe kikosi cha Arsenal. Nikianza na mchumani pale David Laya, nambari 2 kuna Timber, nambari 4 kuna Saliba, kuna Zubimendi, kuna Saka na Gyökeres. Asante sana mwenzangu Kevin Orenge. Acha nikupe kikosi cha Chelsea wakiongozwa na captain wao ambaye ni Reece James. Wanaingia uwanjani huku tunamwona michumani chini ya Ndakaka hapo mwenye Robert Sanchez, chini ya Ndakaka mabeki tunamwona Tosin na Rabiot wakishirikiana na Chalobah. Mabeki kulia na kushoto tunamwona kuna Reece James ambaye ni captain mwenyewe na Malo Gusto. Katika safu ya kati kuna huyu mchezaji Moses Caicedo wakishirikiana na Enzo Fernandez. Huko ushambulizi tunamwona Pedro Neto, Joao Pedro pamoja na Estevao kijana mdogo. Refa katikati ya uwanja ni Anton Taylor. Mpira umeanza msikilizaji, wanakuja kuanza huku wana Arsenal ambao wako nyumbani. Kwenye miguso yake Bukayo Saka kwenye kiko cha mguu. Bukayo Saka anasonga huku, Bukayo Saka anampa Gyökeres afanya makosa huku, inakuwa ni goal kick kwenye lango la Chelsea. Mechi dakika ya pili msikilizaji, na mwenzangu unaweza kuona kikosi cha Arsenal kinaweza kushambulia kweli kweli, ambapo sasa hivi dakika ya pili washafika kwenye lango la Chelsea. Uko mtazamo wako na bashiri mechi namna gani? Hebu pea mwekezaji bashiri wako. Bashiri wangu hii mechi leo ninavyoona, kwa sababu mara mwisho timu hizo mbili kupatana ilikuwa mwaka wa 2022 ambapo wana Chelsea waliweza kuigaragaza Arsenal kwa mabao 4-0. Siku ya leo siku nyingine wameweza kupatana. Kwa mtazamo wangu naona Chelsea kichwa ama draw. Sawa kabisa, barabara msikilizaji. Mechi inakuja kwanza kukutana na referee katika uwanja, anashiria kama mechi endelee. Anaingia huku Chalobah kwenye miguu yake anatiririka, anabuburuka, anatiririka Chalobah huku, anakuja anampea Cole Palmer kwenye katika uwanja. Cole Palmer kwa Moses Caicedo anafanya ajizi msikilizaji, wanachukua Arsenal counter attack msikilizaji, pako anakuja kuingia huku ni Gyökeres msikia kwa Declan Rice anaingia kwa Declan Rice, anakuja Gyökeres msikilizaji, wanapata bao msikilizaji, wana Arsenal msikilizaji. Arsenal wanashamata, ukimwangalia mwenzangu kwa ameweza kusimama na kuruka msikilizaji kwa bashasha msikilizaji. Wanapata bao na Arsenal msikilizaji, bao lake Gyökeres msikilizaji. Kumbuka mchezaji ameweza kununuliwa kwa pesa nyingi zaidi msikilizaji katika ligi ya Uingereza msikilizaji. Anapata bao lake la kwanza msikilizaji. Wanaweza kushangilia msikilizaji, ukiangalia mashabiki wa Arsenal wanasimama na kuruka kama kibogoyo aliyepata meno msikilizaji. Wanashangilia na kuruka msikilizaji. Hapa studioni wala kuwaga msikilizaji. Arsenal wanawasha mataa msikilizaji. Wana Chelsea tunabaki tumejishika vichwa msikilizaji. Nilikwambia live inaenda. Ambapo na mchezaji wenu Reece James alifanya kushonga katika safu yake ya ulinzi. Nilikwambia angalia Gyökeres, mchezaji mzuri. Anachika fataki ndani. Msikilizaji, nisielewi ni kwa nini kocha wa timu ya Chelsea Enzo Maresca anavyomwanzisha Reece James, hata ingawa ni captain msikilizaji. Reece James ana majeraha mengi, anakumbwa na majeraha. Sielewi ni kwa nini huyu kocha wa Chelsea anapenda kumwanzisha mchezaji huyu. Ningependa sana katika maya yake Reece James aweze kuanza mchezaji ambaye ni mchezaji ambaye ni Malo Gusto katika safu ile anakuwa ametulia msikilizaji, mchezaji mwenye beki ambaye mstadi kabisa. Sielewi ni kwa nini dakika ya 5 wanapata bao na Arsenal. Maybe mtu ambaye aliweka first half draw ama first half GG, unamwambia vipi, unamshauri vipi mwenzangu Kevin Orenge? Kwa bashiri wangu ninavyoona
hii game kuna GG. Bado wana Chelsea wako nayo ni mie, yaani wanajituma pale mbele. Naona Cole Palmer anacheza mafataki mkungu. Naona bao la Joao Pedro. Haya, acha tuangalie mchezaji katikati ya uwanja anakuja kuanzisha mpira, referee katikati ya uwanja Cole Palmer anaanza kwa Joao Pedro miguso, ananyiririka Joao Pedro, anatiririka kwenye mstatili Joao Pedro, anamgusia kwake Pedri Neto kwake Estaviao. Wanapata bao msikilizaji, wanacheza msikilizaji. Huyu ni Estaviao anapiga bao lake maridadi, bao lake la kwanza. Wanapata bao na Chelsea msikilizaji. Wahead moja. Wahead. Wacha tuangalie mambo hapa atazidi kwenda msikilizaji. Lakini kwa sasa full time score Chelsea 1 Arsenal 1. Tuko mbele pamoja. Maybe kauli yako ya mwisho mwenzangu Kevin Orenge. Pale game ya kwanza niweza kuona game ya siku leo. Tulikuwa na sare siku ya leo. Kwa sababu kabisa wana Arsenal naam walifika mahali naam kwanza kujiachilia. Ndio wale madefender kina Saliba, Magalhaes waliweza kuchanganyikiwa katika safu yao. Na kuchuza kila mara. Saliba mchezaji William Saliba ni beki ambaye study, beki ambaye ana uzoefu. Sijui kwa nini wajeweza kushikana na kuelewana na mwenzake ambaye ni Gabriel Magalhaes, kwa sababu ukiangalia Saliba ni beki ambaye ana uzoefu hali ya juu zaidi, na sijui ni kwa nini Saliba akicheza na Gabriel Magalhaes kuna utofauti kidogo, lakini Saliba anapocheza na mchezaji Masquera kuna ustadi wa hali ya juu ambao unaonekana katika safu ya ulinzi. Maybe unaweza sema nini pale? Hata kwanza coach Arteta aliweza kukosea alipotoa Zubimendi na kumleta Declan Rice. Aliweza kudimu kabisa. Hapo ni kweli kabisa, na medical media na mchezo wa leo ukiangalia Moses Caicedo mchezaji wa timu ya Chelsea na Enzo Fernandez pamoja na Esteban wameweza kumiliki ile safu ya kati ya Arsenal. Ukiangalia mchezaji kama Odegaard alikuwa haonekani kabisa, amepotea. Ukiangalia mchezaji kama yule Odegaard, Declan Rice pamoja na huyo nani ambaye aliingia, waliweza kupotea na kudhibitiwa kabisa. Na vipi unaweza sema vipi kwa Moses Caicedo pamoja na Enzo Fernandez kudhibiti safu ya kati ya mchezo wa leo? Ningesema bwana Moses Caicedo msimu huu amekuwa kwa hali yake nzuri kabisa. Unapoona pale anapiga tako, yaani ako msimu wake mmkubali kabisa. Ukiangalia hata mechi iliyopita alipiga bao kutoka katikati ya uwanja ambapo aliona refu goalkeeper alikuwa ametoka kwenye safu maeneo yake, akaweza kupiga bao maridadi kabisa, bao nzuri ambalo ni bao la msimu. Liko katika baadhi ya mabao ambayo yamefungwa kwa bao ya msimu. Ukiangalia bao lake na bao la lile la mchezaji wa timu ya Nottingham Forest Richarlison linaweza kuchukuliwa na kudadisiwa kuwa bao la msimu. Unasema vipi hapo? Niko mtazamo wangu, bao la msimu ile bao la Nottingham Forest. Bao la nani? Mchezaji upi? Buni kumsho mchezaji anaitwa aje? Foster. Foster ile bao ndilo bao la msimu. Foster anakuambia Foster ni mchezaji Mwafrika, ana usuli wa Afrika. Foster ni mchezaji ambaye anapiga bao maridadi. Usuli wa Kiafrika, anapiga mabao maridadi kabisa. Tumeweza kujiunga na mwenzetu hapa Shafizele. Maybe tuambie maoni yako kulingana na mechi ya Arsenal dhidi ya Chelsea ambayo mechi imekamilika 1-1. Kulingana na mimi naweza sema shabiki wa timu gani kwanza? Mimi ni Chelsea damu, tangu nikuwe mdogo nilikuwa mwana Chelsea. Mwana Chelsea sitaitoka Chelsea, na maanisha Chelsea damu. Na mimi kiulizwa Chelsea leo tumejaribu sababu angalia mechi zilizopita. Arsenal ilikuwa imetupili kabisa. Nakumbuka msimu uliopita ilitupiga bao 5 kwa nunge. 5 kwa 0. Leo tumejaribu, leo draw. Arsenal draw. Tumejaribu. Game unaguziwa, angalia game kuguziwa. Angalia Arsenal mabao. Lakini usuri wa game, yani mwisho tunaangalia bao ndio zinapeleka watu juu. Mwambie kuoneshe kama anasema bao game ni mabao, mwambie kuoneshe kikombe ambacho imechukua hizo mabao zao. Kwanza Arsenal siku nyingine kuchukua bao ilikuwa kikombe ilikuwa nini? Vize kataa. Miaka 24 iliyopita. Sasa hivi kataa. Hata Raila amekufa jana kikombe Arsenal. Lakini nakwambia msimu huu msimu wetu. Msimu wetu. Hakuna. Arsenal mtairisha, tunajua mtairisha bado. Tumezoea mkisema msimu ujao FC mtairisha bado. Lakini sisi wana Chelsea tunaweza kuambia kwamba msimu huu tunabeba sisi kama machampioni wa dunia, tunabeba EPL pamoja na EPL gani?
EPL moja. Arsenal mnaweza beba EPL, maybe beba EPL ya Burundi. Arsenal tabeba EPL ya Burundi. Lakini sisi kama Chelsea tukiongozana na Atuli mwenyewe tabeba EPL ya England, English Premier League. Lakini nyinyi wana Arsenal mtabeba EPL ya Burundi. Arsenal leo tunasema mada ni gani leo mada? Arsenal kitu wataishi kufanya, wataishi kuwa kwa mada toka hapo. Arsenal kitu watafanya, wataishi kuwa hapa juu lakini hawataitoka kwa mada. Wanamaliza wapi na mabili au hawataitoka, watakuwa wakisindikiza wengine kubeba vikombe. Kwa mada. Mada ni ipi? Arsenal na Chelsea imeshaonwa. So mechi imesha moja. Sare ya moja. Mnaonaje mechi kama mechi imeweza kunyima kikombe au mtazidi kuendelea na kung'ang'ania kikombe? Kwa mtazamo wangu ningeomba Arteta aweze kuimarisha safu yake ya ulinzi na safu yake ya midfielder. Nakumbuka msimu uliopita mliweza kulia na kusema kwamba hamna namba 9. Mkiweza kununua namba 9, mmepewa mkia mnono, funga mabao, chukua kikombe. Mtasema nini msipochukua kikombe msimu huu? Na ukiangalia Arsenal, wachezaji wa Arsenal, watu wa Arsenal wanapenda kuchukua wachezaji wapi? Wanapenda kuchukua Chelsea ni kama academy ya Arsenal. Unasemaje kwa jambo hilo? Uliza swali. Mchezaji mkali wa Chelsea ameweza kutusaidia. Si nyinyi mkinunua mchezaji hivyo mko na budget ya mchezaji. Mnunua mchezaji na mna budget yake. Lazima mko na budget ya mchezaji. Tunamnunua kwa sababu Blues alianza Chelsea. Ngoja ndugu. Kyle Havertz alianza Chelsea. Hata ni nini mnuru mingi. Mchezaji kama Havertz. Kinkai mweza kusaidia kweli. Alitoka wapi? Tujibu. Iko sida kujibu. Nilikuwa nielezee. Elezea story ni yako ama ni yake, elezea. Ni yako ama ni yangu story? Elezea. Na nini? Sasa ndio maana nasema wana Chelsea. Ndio mingi.